Wajuao kushukuru ni wale wanaojitazama na kujiuliza, ni nani huyu aliyeniumba hivi na akamuumba yule vile na akanizungushia mazingira ninayokuwa nayo huku misitu kule mabonde na kwengine vile, lakini naona na bahari na wengine wanaona mito pamoja na maziwa. Lakini ninaona na kusikia sauti za wanyama mchana na usiku. Pia naona ndege warukao na wadudu watambao na watokao usiku. Basi tuseme sote alhamdulillah, ametukuka aliyetuumba yote haya. Apelekaye pepo zielekee kusi na kaskazi, na akauingiza mchana ndani ya usiku na usiku ndani ya mchana. Hakika dunia na ulimwengu wote tusiojua mapana yake una mwendeshaji wake, na ni mmoja tu asiye na methali, anayesikia kila kitu na mjuzi asiyepitwa na elimu yoyote. Ama aliye na hasara ni yule ambaye asiyetathmini vilivyomzunguka na ajitathmini yeye mwenyewe anavutaje pumzi. Aidha asiyezingatia wanaokufa kwa hali na umri wowote, wakiwemo watendao wema ukadhihirika na watendao mabaya yakabainika. Basi huyu akashindwa kujiandaa na makutano na Mola wake, basi tuseme ole wake akosapo shukrani. Ni wajibu kukumbushana, kwani ule mwezi mtukufu wa saumu upo karibu kufikia na tunahitaji kujitakasa kabla kufikia. Hebu tumuulize yule apendaye ushirikina kajitakasa nafsi yake? Si mwanadamu huyu anayeona huo ni mchezo mwema akaushiriki? Si mchawi anayetenda matendo ya kuonyesha nguvu za giza na kutishia amani za viumbe watu wenziwe kwa mazingaombwe na hata matishio ya mdomo? Si mgombanishi huyo anayepokea maombi ya kuhusudu ndoa, mali au biashara za wengine? Ramadhani ni mwezi baba wa kutuonyeshea njia za tauba na unyenyekevu kwa Mola wetu na kwa wanadamu wenzetu. Wangapi basi wanaojiandaa vizuri na Ramadhani na wavune humo vipatikanavyo? Basi Ramadhani si maandalizi ya ligi za mpira na pumbazo za mashindano ya bao, karata na dhumna. Ramadhani ni kipindi cha kutoa, si kukusanya. Basi ewe mkulima, kama shamba mzee alikurithisha kwa sheria ya Allah, akitenga fungu kwa waliokuwa kiwapa, au msikiti aliokuwa kiuchangia na kadhalika, basi utekeleze wasia wake, usiharibikiwe ukamsingizia mkono wa mtu. Si kipindi cha Ramadhani kwenda kulala chini ya miembe na mivinje eti njaa kali. Ingia msikitini na kaa itikafu na mama kaa faragha na someni Qur'ani. Wapeni nasaha mabinti na watoto wetu. Ewe unajiliwaza kwenda pwani kuogelea, jihadhari, kwani maji yaingiapo kwenye uwazi wowote wa mwili kama masikio, pua na sehemu zenye kupenya kitu, utabatilisha saumu yako. Penda sana kwenda kwenye mafunzo ya bila malipo, darasa za misikitini, madrasa na kadhalika, bali utalipwa wewe thawabu za kukaa itikafu au kujifunza dini. Mfanye biashara, penda kusema kweli. Usije ukadanganya bei kutaka kuongeza faida marudufu, maana wafungaji wanahitaji vuna zaidi kwa Allah. Nawe wakili na jaji mnaoendesha kesi ndani ya Ramadhani, waadilifu na kweli yenu ni dalili ya uchamungu wenu, na kinyume cha hivyo ni kuharibu amali zenu, kwani hakimu mkuu hahitaji mawakili, bali ametuwekea watiifu watahirifu mabegani mwetu. Allah mtukufu tujalie Ramadhani hii iwe ya baraka na neema na riziki za halali. Waongezee wale wanaochuma kwa njia ya halali kupitia vipato vyao vya siku na mwezi, na wazindue wale wanaopata vipato vyao kwa kudhulumu, kughushi na kuhadaa. Tupe siha na waponye wenye maradhi, na wazindue wale wasiozilipa saumu zilizowapita mwaka jana zisiingiliane na ujio wa Ramadhani ya mwaka huu. Amin.